Episodi ya 5 tunaendelea tulipoishia baada ya Cheonki kukutwa hana kitambulisho. Jang akawa ameruhusiwa kumchukua mhalifu wake, lakini Haram akawa amefika maeneo hapa na kuwazuia. Haram akamwambia Jang mwachie Cheonki. Jang akaanza kutoa maneno ya kashifa na kusema inaonekana nyinyi mtakuwa mna mahusiano. Haram akasema nitaondoka naye. Jang akamuuliza wewe kama nani? Haram akaona hii ni shida. Alichoamua kukifanya ni kutumia nguvu kidogo tu ili wewe wasikivu pale wanapoambiwa ni nini cha kufanya. Akatokea Moyang kwa nyuma na kuteza ghasia kimya kimya bila kelele, kisha akaondoka zake. Gopiri akaja na kukuta vurugu zimefanyika, akaamua kuwafukuza kabisa ili watoke maeneo haya. Haramu akamwambia huyu binti pia ni mchoraji, amekuja kuhudhuria leo, kwa hiyo nitaingia naye ndani. Gopiri akashindwa kupinga kwa sababu aliyemwambia ni rafiki mkubwa wa Grand Prince ya Myeong. Karibu episodi ya 5 na hii ni Lovers of the Red Sky. Usiache kusubscribe, kulike na kushare. Pia kama una maoni yako unaweza kudondosha hapo chini na mimi nitapitia moja baada ya nyingine. Basi baada ya Cheonki kuingia akafurahi sana kuona idadi ya watu waliojitokeza ni wengi. Akasema inaonekana kila mmoja yuko busy kama soko la mtaani. Lakini wewe mbona uko hapa katika sehemu ya wachoraji? Haram akasema nimealikwa na Grand Prince ya Myeong. Mwaliko? Grand Prince ya Myeong amekualika. Lakini usisahau kuwa makini kwa sababu hauna mtu wa kukuongoza. Lakini usikasirike, mimi nitakuongoza. Haram akasema nitakuwa na deni kwako. Cheonki akamwambia niamini na unifate. Lakini wewe mbona ni mwepesi na mchangamfu kiasi hicho? Kana kwamba unaweza kuona kitu ambacho hata mtu mwenye macho hawezi kukiona. Je, wewe ni afisa? Haram akasema nimekuwa nikijifunza tangu niko mdogo. Labda tuseme nilipata mkufunzi mzuri. Kivyovyote vile, lakini nashangaza sana. Sijui nitawezaje kulipa hiyo fadhila. Lakini watu wale wanafanya kazi ndani ya Wolseongdang. Niliogopa watakuumiza kwa sababu yangu. Haram akasema ni vyema kujiepusha na migogoro na kutojihusisha nayo. Nitajiepusha nayo ipasavyo, hivyo usio na wasiwasi. Sawa, inaonekana hii ni sehemu watakapokaa wageni, na ule upande nitakuwa nikichora mbele ya umati wa watu. Sijawahi kuwa sehemu kama hii kabla, lakini nimekuwa nikiota ndoto ya kuwa sehemu kama hii kwa muda mrefu. Haram akamwambia naamini utashinda na utakuwa nafasi ya kwanza. Tena na kuombea ili upate ushindi huo. Baada ya hapo Cheonki akiwa anatembea zake akatokewa na hawa vicha wake wawili. Cheojeong pamoja na Chayang. Unatembea haraka, tulikuwa na hofu juu yako. Cheonki akasema nyinyi wawili mmekuja hapa peke yenu, alafu mnasema mna hofu juu yangu. Wakati nakuja hapa nimekutana na Jang, kidogo aniue. Nini? Umekutana na majambazi? Anawezaje kufanya hivyo? Cheonki akasema sijui, lakini niliweza kutoroka. Tukiachana na hayo usiku wa leo, tunatakiwa kuwa makini na vitu vyetu. Angalieni huyu ni nani? Ni msimamizi Haram wa Seo Mungwan. Grand Prince Jeong akasema sikufikiria kama angekuwa ni mpenzi wa sanaa ya uchoraji. Nilikuwa na hamu ya kutaka kujua yeye ni nani. Kwa kuwa mtukufu amekuwa akimpa nafasi ya kumpendelea. Inaonekana ni kijana mwenye sura nzuri na vipawa. Grand Prince Jeong akasema hata mimi naona. Baada ya hapo Haram akaja kwa Grand Prince Jeong na kumwambia naomba msamaha kwa kushindwa kuja kukusalimia mapema mtukufu. Nimesikia unakuwa busy na majukumu ya Seo Mungwan na nimeshangaa kukuona hapa. Haram akasema leo nimesoma nyota ya bahati, nikapata ishara ya mwanzo mpya. Ndio maana niko hapa. Bahati ya mwanzo mpya? Je, unamaanisha kwa mbingu zimeamua hivyo? Haram akasema ndio. Nimefurahi kusikia mtu mwenye hadhi kama wewe kusema maneno kama haya. Unaweza kwenda. Baada ya kutoka hapo akaanza kumsema vibaya. Na yeye akawasikia lakini akamkumbuka mtu aliyehusika na kifo cha baba yake pamoja na watu wengine. Na mtu huyo alikuwepo mahali hapa anacheka kweli kweli. Wageni rasmi pamoja na wachoraji mlioalikwa leo. Mkusanyiko wa uchoraji wa Manjukion utaanza muda sio mrefu. Tafadhali kila mmoja akae kwenye nafasi yake. Grand Prince ya Myeong akaja mbele yao na kusema, paka rangi mawe kwa michoro inayopepea. Miti ni kama maandishi ya kalamu nzito, na kwa kuchora mianzi ni lazima uwe imara. Anayejua hili anafahamu kuwa uchoraji na uandishi ni kitu kimoja. Nimefungua milango ya Manjukion baada ya miaka 4 ili kumtafuta mtu muhimu kama wewe. Mimi ndiye mmiliki wa Manjukion, naitwa Yamyeong. Sasa naenda kuwatambulisha waamuzi watakao kuwa upande wangu. Hao ni majaji kama mnavyojua. Huyu wa kwanza anaitwa mchoraji Han. Huyu wa pili ni msimamizi kutoka shule ya wachoraji anaitwa Cheo Won-ho. Watatu ni mkuu wa shule ya Jeongyu anaitwa Yu Si-saeng. Halafu huyu mwingine ni mmoja wa waandishi wazuri sana anaitwa Seo Gi-jeon. Mwisho kabisa yule mtu anayeweka mfano wa kuigwa na ndugu yake kwa kufaulu katika sanaa ya kijeshi na fasihi sio mwingine, ni Grand Prince Joyang. Pia mkusanyiko huu utafanyika kwa muda wa siku 2 zijazo na utakuwa na jumla ya raundi 3, ambayo raundi ya kwanza na ya pili zitafanyika leo na raundi ya 3 itakuwa kesho. Kwanza mtu nitakayemteua kila raundi atakabidhi haraka. Pili tathmini itafanyika bila kufichua cheo wala hadhi ya mchoraji. Wakashangilia kwelikweli kusikia kuwa watafichiwa haibu zao. Kisha akasema la 3, baada ya tathmini kukamilika, majaji wataamua kupita au kushindwa kwa kutumia vigae vyenye rangi ya blue na nyekundu. Vigae vyekundu vina maana ya kushinda na vigae vya blue vinamaanisha kushindwa. Ikiwa vigae vya rangi
rangi nyekundu vitakuwa vingi kuliko blue, utakuwa umepita, na vigae vya blue vikiwa vingi kuliko vyekundu, utakuwa umeshindwa, na mimi nitajitahidi kadri niwezavyo kama mwamuzi wa mwisho. Basi maandalizi yakawa yanaendelea kama hivyo, kuhakikisha zoezi zima linaenda vizuri. Katika kuzungusha macho, Chonki akamwona monki mmoja akiwa anapiga maombi. Akaamua kuuliza wenzake kumuhusu. Wakamwambia huyo alichora picha kwenye ukuta wa hekalu, na mchoro huo ulimulika hekalu lote. Watu wa sehemu hiyo walikusanyika katika mchoro huo na kutoa sarafu zaidi ya milioni 1. Kwa ufupi, Mumba alitikisa dunia kwa uwezo wake mkubwa aliokuwa nao, hivyo wakaamua kumuita mchora mizimu. Akauliza kuhusu mtu mwingine aliye mbele yao. Akaambiwa huenda huyo akawa ni Sim Satgati. Huyo ni mchoraji wa kichawi. Kwa hiyo hamna mtu yote ambaye amewahi kuona uso wake, na wala hakuna mtu yote anayejua kuhusu umri wake, na muda wote anakaa amevaa kofia kichwani. Pia yupo mtu anaitwa Wacha ambaye ni mpenzi wa kuchora. Kila usiku anaenda kufanya naye mashindano ya uchoraji, hadi siku moja akamfanya ajue nguvu iliyokuwa ndani yake. Kwa hiyo ndo akamuita mchoraji wa kichawi. Pia akaambiwa kuna huyu mwingine anaitwa Gangioni. Inasemekana tangu utotoni anajua fasihi na uchoraji kwa undani. Anapochora miti na mito, anatumia mistari iliyonyooka na iliyopangwa kwa usanifu. Lakini kinachomfanya hao wa pekee ni namna anavyosisitiza nafasi tupo katika michoro yake. Anaitumia kuleta makali na kukileta kile kipande anachokichora mbele. Mwisho matokeo yake ya michoro ni ya kipekee. Grand Prince Amiyonga akasimama tena mbele yao na kuwaambia, "Taanza na maua pamoja na mianzi. Maelekezo nitamkabidhi mwalimu Han wa idara ya uchoraji." Wakati Yani akija mbele, akampa kikaratasi kwa asili. Akakisoma kisha akamtazama Grand Prince Amiyonga. Akasogea mbele na kuambia maelezo yanasema, "Nikisoma shairi peke yangu chini ya mwanga wa mwezi, harufu ya maua huingia kwenye nguo zangu." Grand Prince Amiyonga akaanza kuandika anavyoviandika. Huko pembeni sifa ni nyingi sana kwa jinsi anavyoandika, na kwa bahati mbaya ni wanaume wanaotoa sifa hizo. Ingekuwa ni wadada au wanawake, Grand Prince Amiyonga angejikuta Yesu. Baada ya kumaliza kuandika, wakabandika mbele ili kila mmoja aliyepo aweze kuona. Chonki akashindwa kuelewa na kuanza kumuuliza Cheojiong. Akamwambia shairi linasema, akiwa peke yake chini ya mwangaza wa mwezi, harufu ya maua inanukia mpaka inapenya kwenye nguo, na kundi la vipepeo wanaruka kwa sababu wanadhani ni msimu umeshafika. Chonki akaona njia pekee ya kumsaidia ni kutumia mafikirio. Wengine wanasema imagination. Kwa hiyo mpaka hapa wakawa wameshajua ni nini afanye. Hebu fikiri, unapewa shairi halafu unaambiwa uliingize katika mchoro. Jambo hili limenikumbusha nyakati za shule katika siku za mitihani. Mfano wa mtihani wa Kiswahili, tulikuwa tukiambiwa andika riwaya ya watoto wa mama ntilie, halafu sisi tunaandika story. Nafikiri mpaka hapa tumeshaelewana. Hiyo ilikuwa ni kukuambia tu kuhusiana na hicho wanachokifanya kina Cheonki. Huyu mchoraji wa mizuka akamuuliza Chonki kama ameelewa, kwa sababu yeye amemshinda. Chonki akamwambia bado sijamaliza. Akachana karatasi yake na kuomba karatasi nyingine. Watu bado wako busy wanachora. Hapo hamna cha kelele wala nini. Kila mtu ana focus na kilicho mbele yake. Na muda wa masaa mawili waliopewa ukawa umeisha. Chonki anakumbuka alipokuwa mtoto, baba yake alikuwa akimfundisha kuchora, ikiwemo sheria na taratibu za sanaa. Na yote haya anayafanya kwa ajili ya baba yake. Haram yuko hapa anasikilizia milio ya brush na karatasi. Ndani ya nafsi yake anasema, uhusiano wetu tayari umeshavunjika. Siwezi kuharibu mpango wangu kwa sababu ya hisia za mapenzi. Rasmi muda wa raundi ya kwanza ukawa umeisha. Kila mmoja anatoka kwenda kukusanya karatasi yake. Yaani hapa hamna tofauti na mitihani. Kura za majaji zikaanza kupigwa kwa kila mchoro mmoja. Na utaratibu ulivyo, kura za blue zikiwa ni nyingi, maana yake umeshindwa. Na matokeo yake unakuwa umetoka kabisa katika ushiriki wa raundi zijazo. Watu wengi sana wakatolewa kwa kushindwa kuchora michoro mizuri kulingana na maelekezo waliopewa. Grand Prince Amiyonga alipofika kwenye mchoro wa Cheonki, akaanza kukazia macho. Akawa ameona kitu. Akakumbuka kuna mchoro aliuona, akakuta alama ya kipepeo katikati. Na hapa anakuta ni hivyo hivyo. Akasema huyo amefanya hivi ili asiache nafasi wazi. Akaanza kutoa sifa nyingi kutokana na uzuri wa mchoro, lakini kuna vitu hajavizingatia. Kwa hiyo na yeye kafeli. Huwezi amini majaji wote wakapiga kura kumsapoti mkuu wao. Chonki akasema kuna kitu nataka nikuulize mtukufu. Akaruhusiwa kusogea mbele ili aseme la kwake. Akasema anaitwa Cheonki kutoka chuo cha Baegyu. Mtukufu, ulisema mchoro wangu ni mzuri, lakini huwezi kuupitisha. Ningependa kujua sababu ni ipi. Grand Prince Amiyonga akamuuliza, "Kwa nini umesogea mbele kuuliza sababu?" Cheonki akasema, "Mtukufu, naomba unisamehe kwa kuvuruga taratibu zako na kuuliza swali ambalo sio mahali pake. Sipingani na uamuzi wa majaji. Tayari nimeshashindwa kama majaji walivyotangaza. Heshima ya shule yangu pamoja na tumaini la maisha yangu vyote vitakuwa vimevunjwa ikiwa nitarudi kwa aibu bila kujua sababu ni nini. Naogopa huenda nisiweze tena kuchora kwenye umati wa watu, na ndio maana nikathubutu kuuliza." Grand Prince Amiyonga akasema, "Uchoraji wako ni wa kipekee, tofauti na michoro mingine yote ya maua. Hii peke yake inamvutia mtazamaji. Hakika una kipaji cha hali ya juu. Hata hivyo, sehemu za maua katika mchoro huu zote zimeelekea juu, jambo linalofanya ufanane na maua ya parachichi. Pia usifikiri kuwa vipepeo wao wanaruka ovyo ovyo nyakati za usiku.
Unaweza kuuliza hata mara 10, lakini mchoro wako bado hujafanikiwa kama nilivyotarajia. Vipepeo ndo wamekuletea shida. Kila mtu akaanza kujiuliza, kama tatizo ni vipepeo, mbona sisi tunaona ni fresh tu? Aneonga akamwambia Grand Prince Juyang kuwa alimuona Cheonki kwenye nyumba ya wachoraji, lazima atakuwa anajuana na Grand Prince Amiong. Huku pembeni watu wanapigana vijembe. Mansu kila anachoona au kusikia anaandika kwenye mkono wa Haram. Cheonki baada ya kuona amejieleza mengi lakini bado asikilizwi, akaamua kukubali matokeo na kuondoka. Hani akamwambia subiri. Akamsogelea Grand Prince Amiong na kumwambia, kwa maoni yangu sababu ya maua kuchanua juu chini, alikuwa akifikiri mti wa maua unaochanua ambao uchanua juu chini karibu na maji kama shairi la Duyang linavyosema. Zaidi ya hayo, sababu ya kuonekana kama maua ya parachichi juu ni kwa sababu mchoraji ana imani. Kwa hisia zake alitazama mti wa maua. Kwa maana hiyo mchoraji ni mtu mwenye nguvu za kimiungu. Katika hali ya kushangaza, wakatokea vipepeo wawili wakiwa wamefuatana na kuja kutua juu ya picha aliyochora Cheonki. Kila mmoja akabaki anajiuliza huenda binti akawa na nguvu za kimiungu. Hani anakumbuka Headmaster Choi alimvuta pembeni na kumwambia hakikishe Cheonki anafeli katika hilo shindano, lakini Hani akaamua kumpa nafasi nyingine Cheonki. Wengi wakafurahi akiwemo Haram. Cheonki na marafiki zake wawili wakafurahi sana kwa hilo. Wakaambiwa kila mmoja aseme ni kitu gani anaweza akakifanya iwapo ataibuka mshindi. Kila mmoja akaongea cha kwake anachokiweza. Ilipofika zamu ya Cheonki akasema, inaonekana kuwa mkusanyiko huo unaweza kuwa uwanja wa starehe au wa watu wa hali ya juu au pambano la fedha na heshima kwa wachoraji wengine, lakini kwangu mimi ndoto ya maisha yangu yote inategemea hapo, kwa hiyo ni lazima nishinde. Grand Prince Amiong akawaambia ongeleni nyie 20 ambao mmeenda raundi ya pili. Je, mko tayari? Niko hapa mbele kuangalia kazi zenu, lakini kwanza nataka kuelezea sheria mpya za raundi ya pili. Gopiri akasema raundi ya pili mtatumia karatasi na wino ambavyo vimeandaliwa kutoka Maejukioni. Karatasi hii ni nyembamba ambayo imetokana na mianzi iliyopakwa mafuta ya ufuta. Ukifanya kosa huwezi kurudia tena, utakuwa umeshindwa hapo hapo. Mstari mmoja tu wa brush ukikosea, basi yote yamekwisha. Sasa Cheonki na wenzake wanaulizana kama raundi ijayo ni mchoro au ni mwendo wa mashairi na ngonjera. Watu wakaanza kupewa brush za kuchorea, huku Gopiri anarudia maelekezo. Zamwe Grand Prince Amiong akasimama mbele na kusema, Haram ni rafiki yangu wa karibu, uchamungu wake pia ni wa kipekee na furaha kusikilizwa, basi haje mbele. Haram naye akaja maeneo haya, akawaambia shairi linasema, roho ya machipuo imejaa mlimani tunapotembea katikati ya maua. Nimekuwa nikitafuta matunda na kuyasubiri usiku na mchana. Wakati akiendelea kuyasema hayo, Cheonki anahisi huenda akawa na uhusiano kati yake yeye na Haram. Grand Prince Amiong akawaambia, katika awamu ya pili alama za ziada zitatolewa katika michoro itakayosisimua nafsi zetu. Pia na alama zitaongezwa kwa wale watakaodhihirisha ujasiri wa kiroho. Muda ukawekwa na kila mmoja akaanza kupambana kwa nafasi yake. Wengine hawaelewi ni nini cha kufanya. Yeye Cheonki bado yuko anamwaza Haram. Anahisi huenda akawa ndo yule wa utotoni. Hapo katikati ya mashindano kila mtu anawaza ya kwake, sio Haram wala sio Cheonki. Na hapo episodi ya 5 inaisha. Tukutane episodi ya 6 tujue ni nini kitajiri. Usiache kusubscribe, kulike na kushare. Na hii ni Alchemy Recaps.